swali kukwambia, baada ya yote kukamilika na kufika mwisho kabisa, bila Kristo ndani yako, maisha ni nini? Na andiko la ufunguzi lilikuwa ni Injili ya Yohana sura 9:4, ambapo alikuwa anasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Mwiko waza haya ambayo Bwana alieleza hapa. Anasema imenipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku unakuja, hakuna mtu anaweza kufanya kazi. Sasa wakati mwingine kwa haraka haraka ukisoma unaweza kazani anazungumzia usiku huu tu wa jioni, kwa saa 12 jioni kwenda mpaka saa 10 labda asubuhi au 11, nategemea na watu wanakaa, kwa wengine mpaka saa 12 asubuhi bado ni giza. Bwana alikuwa anaenda mbali sana, na kama umesikiliza Rhapsody tu jana utaelewa namna ambavyo Bwana alikuwa akifanya kazi with the sense of urgency, yani na ile mtazamo na fikra ya uharaka. Alikomboa muda, hakupoteza muda kabisa. Alifanya kwa kasi kile ambacho Bwana alimtuma kufanya, na kuhakikisha kwamba anasema I'll stick to the cause, yani alikaa kwenye kile ambacho Bwana alikuwa amemwagiza kufanya. Na Rhapsody ya jana inatukumbusha kwamba muda ni mojawapo ya rasilimali za thamani zaidi ulizonazo, na uharaka wa wakati unataka kwamba utumie wakati kwa busara. Mweko waza kwamba muda ni rasilimali, na ni rasilimali ya thamani sana, na ambayo kila mmoja wetu amepewa, haijalishi uko wapi mtumishi, popote ulipo. Una masaa 24. Sasa ile masaa 24 utayatumiaje? Au unayatumiaje? Basi kala barabodobodo. Haya, hiyo ndio italeta tofauti mtumishi. Na Bwana yupo kazini kufanya kazi kupitia wewe na mimi, na Biblia inasema sisi ni watenda kazi pamoja na Bwana katika shamba lake, tuhakikisha kwamba habari njema ufahame na kwenda kila mahali na kuwafikia wote ambao wanapaswa kufikia mtumishi. Mangle frekedi pala boroboro pakredika shiketele mondorogosi sapre paranasi poka shikele boroborosi kasikele parabala mongo rokos kradika shikala baraborogosi. Kwa hiyo kile unapopeleka injili mtumishi, elewa kwamba kuna muda maalum ambapo usipoutumia inavyopasa kupeleka injili, ule ungesema ile dirisha la kupeleka injili kwenye ile eneo linaweza likafungwa mtumishi kabisa. Na ndio moja ya vitu vikubwa kabisa ambavyo pastor alivigusia jana katika somo la jana linalosema uharaka wa injili. Anasema unakuja wakati ambapo fursa tulizo nazo sasa hivi za kuhubiri injili kwa uhuru zitatoweka. Kama umeshaelewa maneno unabii mtumishi, hauhitaji kuambiwa mara mbili. Milango tunayopitia kwa sasa kwa uhuru huenda siku moja ikafungwa. Ndio maana lazima utende kwa uharaka, uhubiri injili, gusa ulimwengu wako kwa nuru ya wokovu wa Kristo sasa. Sio kesho, sasa. Leo. Inavyoitwa leo mtumishi, fanya kwa juhudi zaidi, kwa hamasa zaidi. Hai. Ni radhi kidogo. Mungu anasema wewe ni nuru yao, wewe ndio kipenyo cha Mungu cha kuwasiliana nao
ili kuwatoa gizani na kuwaingiza katika uhuru mtukufu wa wana wa Mungu. Usiwaache waishi siku nyingine bila Mungu. Biblia inaeleza hali ya huzuni ya wale ambao wanaishi bila Mungu na bila Kristo duniani, wasio na matumaini, wakiwa katika kukata tamaa na wamehukumiwa kuangamizwa. Lakini wewe ni tumaini lao leo. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajamjua Kristo, unaweza kwenda kusoma story yao mtumishi katika Efeso sura ya 2 mstari wa 12. Tayari kwa sababu hawajamwamini, wapo kwenye ile njia inayoelekea mautini. Wapo katika ile kongwa la utumwa. Sasa mimi na wewe tunalo jambo la kufanya, kuwatoa kule kwenye giza, kuwaleta kwenye nuru. Na lazima tuelewe kuna kipindi maalum tu. Ukimisi hicho kipindi, ukipoteza hiyo fursa na hiyo nafasi, inawezekana usipate nafasi tena. Wakati mwingine ni upo kwenye basi, umekutana na ndugu, unasafiri kama masaa 6, masaa 8. Kwa nini usiseme naye neno la Bwana pale ulipo? Kwa nini usimwambie habari njema ya ufalme? Nani ajuaye kwamba ulikutana naye pale kwa lengo hili na kusudi hili? Kwamba mbingu ziliandaa au ziliratibu ile safari, ukifikiri ni wewe mwenyewe unaratibu, ni wewe mwenyewe unaandaa, lakini ilikuwa ni kwa namna ya kuhakikisha kwamba injili inamfikia yule mtu, na ndio nafasi pekee anayokuwa nayo. Ila wewe ukiamua kujizuia na kunyamaza na kutokuongea, ufikiri kwamba umemnyima fursa na nafasi huyu ndugu ya kumpokea Kristo. Hai, basi kala boro. Nilikuuliza swali jana, sio kama nilipata nafasi ya kueleza vizuri sana ile swali langu, lakini nilijaribu kuuliza swali nikwambia, baada ya yote kukamilika na kufika mwisho kabisa, bila Kristo ndani yako, maisha ni nini? Ukipata yote yanayoonekana wanadamu